Kabla ya mwaka 1979 Irani na Marekani walikuwa ni washirika wakubwa sana katika nyanja mbalimbali, lakini baada ya kutokea kwa mapinduzi mwaka huo 1979 ambapo sasa tunasema mapinduzi ya Kiislamu yalishika hatima ya nchi, ndipo hapo ambapo sasa ugomvi ulianzia kati ya Marekani pamoja na Iran, ambapo huo uongozi sasa wa Kiislamu ulivyokaa madarakani ukaita Marekani kama ni Great Satan, yani adui yao mkubwa. Unaona, kwa sababu wao walikuwa wanaituhumu zaidi Marekani zake, lakini walitoa sababu mbalimbali. Vivyo Marekani alivunja uhusiano na Iran kutokana na tukio lililotokea la utekaji wa ubalozi wa Marekani. Mwaka huu 79 wanafunzi wa Iran walienda kuteka ubalozi mzima wa Marekani Tehran mwaka 1979 hiyo, ambao waliwateka wanadiplomasia kwa siku takriban 444 sawa na mwaka mmoja na miezi, jambo ambalo lilipelekea moja kwa moja kuingia katika mgogoro wa Irani na Marekani. Vile kuna mpango wa masuala ya nyuklia wa Irani. Irani kumbuka anatengeneza nyuklia, lakini anatengeneza kwa siri kubwa, lakini Marekani hilo analifahamu na alimwambia kabisa Irani, naomba usitishe kutengeneza nyuklia, lakini Irani yeye alikataa kata akisema anatengeneza silaha za nyuklia kwa manufaa ya kulinda amani. Lakini tunaona walivyoenda huo mwaka, baada ya kutokea huo mgogoro kwenye masuala ya nyuklia, tukaona mwaka 2015 sasa kiongozi wa Marekani ambaye alikuwa ni Barack Obama, kiongozi wa rais wa 44 wa Marekani, aliingia makubaliano sasa na Iran ya kusitisha utengenezaji wa silaha za nyuklia. Unaona, na mwaka 2018 tukaona alipoingia Donald Trump, yeye akajitoa kabisa kwenye makubaliano hayo na akawekea vikwazo vikubwa Marekani na Iran ya kuna nanili nyingi sana. Vile kuna masuala ya mgogoro wa Mashariki ya Kati. Huu mgogoro ndio sasa ndio unasababisha Marekani awe upande wa Israeli. Kumbuka Marekani na Israeli ni washirika wa muda mrefu sana, na Marekani anamtegemea Israeli kwenye masuala ya teknolojia, lakini vile Israeli na mwenyewe anamtegemea hata kwenye masuala ya kifedha, misaada kama hivyo. Kwa wale unavyozungumzia Marekani unaizungumzia Israeli unaizungumzia Marekani.